Na habari ya wakati huu, na mbele yangu nipo na mchambuzi Hamisi Junior JR, kijana mwenye majina ya Kibrazili. Hamisi, tuambie kuelekea mchezo wa kesho. Simba anasharuhusu magoli mawili tayari. Nini ambacho anatakiwa kupaswa kukifanya ili aweze kutoboa hapa katika hatua ya robo finali kwenda nusu finali? Kwanza tufahamu tu moja kati ya michezo mgumu ambao Simba anakwenda kukutana nao ni mchezo wa kesho, kwa sababu ukitazama namna ambavyo aliruhusu mabao mawili katika ardhi ya ugenini, hakuweza kushinda bao lolote katika michuano hii. Ukishinda bao katika ardhi ya ugenini inakupa advantage. Kwa hiyo ataingia kwenye pressure mbili. Pressure ya kwanza, asiruhusu bao la aina yoyote, kwa sababu akiruhusu bao inaweza kaongeza uwiano mkubwa wa mabao, kwa sababu akifungwa atakuwa anatakiwa ashinde mabao 4-1 ili aweze kufuzu katika hatua inayofuata. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo Fadlu Davis na kikosi chake wana pressure kubwa kuelekea mchezo huu, lakini so far so good. Simba Sports Club wanaijua kuicheza michezo ya nyumbani. Tukumbuke wameshakuja timu mbalimbali katika mchezo ambao watu wengi waliamini Simba Sports Club anatolewa dhidi ya AS Vita Club kutoka DR Congo. Simba anakuja kushinda bao la mwisho, bao ambalo lilikuwa kimiani na Clatous Chota Chama, mchezaji wa sasa wa Young Africans. Kwa hiyo naweza nikasema tu kwamba namna ambavyo Simba walitengeneza mashambulizi, namna ambavyo walidominate mchezo katika ardhi ya Misri pale katika mji wa Ismailia, inaweza kukupa indicator ya kwamba Simba wanaweza wakaenda kupindua matokeo. Lakini kuna kitu ambacho wanaweza wakakifanya kama ikawa ni tunaweza kusema key katika mchezo huo. Cha kwanza, mpira una phase 4, phase ya dakika 15. Dakika 15 za mwanzo wana winga ambaye ana kasi kweli kweli, lakini concentration kidogo inapungua sana anapofika kwenye final third, ambayo ndio ilikuwa na tatizo kubwa sana kwa Simba katika ardhi ya ugenini. Kwa hiyo kwangu mimi Kibuleni si Prosper na Elie Mpanzu Kibisawala pamoja na Jean Chalea Hua wanapaswa kuweza kuwa na mind kubwa, hasa mind ya kiutu uzima wanapofika kwenye eneo la mwisho, kwa sababu kama ulitazama mchezo uliopita walipiga takriban mashuti 18 kuelekea katika lango. Mengine alienda nje, lakini mengi attempts zilikuwa zimefika kwenye lango la Al Masry, lakini utulivu katika eneo la mwisho ulikosekana. Kwa hiyo dakika 15 Simba wakiweza kuachieve walau bao moja, inaweza kawa na faida kwao. Kwa sababu gani? Ukimfunga mpinzani katika ardhi ya nyumbani, mashabiki wanaweza kukupa hype ya kuweza kuongeza kile ambacho umekifanya. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema Simba ili waweze kufuzu 15 ama 20 dakika za mwanzo wasikose walau Lakini pia Simba wanapaswa kuweza kukumbuka namna ambavyo walikutana na mpinzani kama Jwaneng Galaxy, lakini pia tukumbuke timu ambayo ilimtoa Luis Jose Miquissone, UD Songo kutoka kule Mozambique. Walikuwa na confidence ya hali ya juu kwa kuamini kwamba wanaweza wakashinda katika mchezo wa nyumbani, lakini mambo akaja tofauti, walifungwa mabao 3. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuingia na mind ya kuwaheshimu Al Masry, lakini waangalie namna ambavyo wanapaswa kucheza, kwa sababu moja kati ya udhaifu ambao Simba nao ni katika eneo la defense, kwa sababu wanamkosa Shefondo Malone. Kwa hiyo kama Shefondo Malone atakuwepo, asilimia kubwa ya usalama katika eneo lao la ulinzi itakuwepo. Lakini kwangu mimi wasiwe na overconfidence, wakaamini kwamba mechi inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, tuna asilimia kubwa ya kufuzu. Wakienda na ulevi huo ama kilevi hicho ambacho wataamini kwamba lazima tuweze kupata ushindi, wanaweza kukutana na surprise package, kutokana na timu za magharibi zimekuwa zikijua namna ambavyo zinacheza michezo yao ya ugenini. Na tunafahamu timu ambazo zinatoka katika ukanda wa UNAF zikienda katika ardhi ya ugenini, dakika 90 ambazo za kucheza, walau dakika 30 katika mchezo mzima wanaweza kawa wamelala kidogo, mchezaji kalala kidogo, mchezaji kwa hiyo